Roho Mtakatifu. Lakini hebu tuangalie kanuni. Ukizifuata hizo na umepona. Amen. Bila Bwana kubarikiwe. Neno nasema kwamba nani mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kumbe bila Roho Mtakatifu hatuna nguvu. Si ndio? Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mkisha kupata nguvu kumpokea Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru kwa jina lako takatifu wakati huu na kusema wewe, tunakunena wewe na Utatu Mtakatifu utenda kazi kupitia Roho Mtakatifu. Bwana wetu, tufungue mambo yote, fungua nafsi zetu, akili zetu na maono yetu, tukupokee wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Tukisoma Matendo 1:8. Tuomba msomaji na tusome. Amen. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. No, kisha pata nguvu, utapata uweza wa kutenda ushahidi, kufanya ushahidi. Amina. Najua mtu anatoa ushahidi ana uhakika wa jambo. Haleluya. Kwa mtatenda hapa, mtatoa ushahidi hapa. Alafu nje ya Tanzania na taifa zima na nchi zote za Afrika. Haleluya. Kwa hiyo tukipata nguvu tutakuwa mashahidi. Kwa uweze kuwa mashahidi kama ule nguvu ile una ni uoga. Utakaa ufanye kazi ya Mungu kwa ujasiri. Uoga utakuwa juu yako, lakini upata nguvu utamfanya Kristo kwa basi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nguvu hii haijitegemei, inaambatana na uwezo na uwepo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye anakupa nguvu ya kunena, ya kusema, ya kushuhudia, ya kuambia wengine habari njema. Yaani kama huna ile nguvu, huna uwezo wa kutoa ushahidi, wa kutoa kuwashuhudia wengine habari za Yesu, kama Yesu ni Mungu. Huna. Kwa wote tupokee nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anasema ukiondoa uwepo wa Roho Mtakatifu, hiyo nguvu sahau. Huna tena. Inaondoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Soma tena Matendo 10:38. Amen. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Yes. Na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona? Mungu alikuwa pamoja naye. Ile nguvu ilisaidie kufanya kazi ya Bwana kirahisi. Haleluya. Amina. Kuponya wagonjwa. Jamani, kama una nguvu utafanya hiyo sio rahisi. Kukemea mapepo ni nguvu. Lazima uwezi kuleta watu kwa Yesu ni nguvu. Ni uweza kutoka mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tupokee nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ni utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Tupokee. Amen. Kama uweze kufanya kazi ya Mungu, uweze kushuhudia, uweze kusema chochote basi kwa ile nguvu. Kweli ndio nguvu. Uoga akili yako ndio itatumika kwa
kumwambia mtu ataokoka. Hivi kweli nikiweka mkono kwa sababu huna ile nguvu, unaona aibu. Lakini kwa na nguvu utaweka mkono juu ya bonde na utapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tekemea pepo nayo kama nini? Haleluya. Utaambia habari njema ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuambie watu habari njema. Watasikia injili. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Nishangaa wengi watu ambao wala Yesu anakufahamu, lakini wana ujasiri kufanya habari njema ya Bwana Yesu. Amen. Iko kipita sokoni kulani, watu kutoa tracks yasema jamani, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema jamani, wiki wanakupokea Bwana. Wanasema kwa ujasiri, haleluya. Hawaogopi, wana nguvu. Afile nguvu wanaosema inaingia watu wanachukua peperushi. Wanasema tufanye, anambia tuna mkutano hapa asubuhi pale Kalvari. Yaani vitu vya ajabu. Hebu nguvu hiyo tuipokee na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna ujasiri. Tukae tu pembeni. Tuambie Bwana habari za Mungu. Tuambie watu habari za Mungu. Amina. Kama Bwana yupo anatenda. Na kizazi hiki wakiona habari nzuri ambazo zinapendeza, zinapata watu wakapona, wakawa wazima, wanataka pale. Jamani, si kweli? Amen. Watu kwa mengi. Yale siwezekana yakafanikiwa, yakaonekana. Nasema hapana. Hapa Mungu yuko. Kwa hiyo tusiogope kupokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yana usione kama ni aibu kama hapana, mbona umekuwa mtu mzima. Kila mtu ana siku yake ya kupokea Roho Mtakatifu. Amen. Kuna nafasi ni leo. Hebu tugeuke kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuangalie vitu vinavyoondoa uwepo wa Roho Mtakatifu. Vitu. Sasa nyingine unapokea lakini huna kitu. Sasa nyingine unapokea unataka upate, lakini kuna vitu ambavyo tujifunze ambavyo vinaondoa uwepo wa Bwana. Kitu cha kwanza ni dhambi. Na hizi dhambi ziko za aina mbili. Kuna dhambi ambazo tunaona, kuna dhambi za siri. Naona dhambi za siri ambazo wengine hawakudhani kuwa unaweza kuwa unazitenda. Naona yaani zile ambazo zikiwekwa wazi watu wanapigwa na butwaa. Hata kusema hivi na fulani naye anafanya hivi, hawaamini. Kwa kuna dhambi za siri. Na hizo ziko ndani yako. Ziko ndani ya maisha yako. Na hizo hazisemi kwamba wewe umeokoka au hujaokoka. Ukifanya hivyo Mungu anakuondolea uwepo. Unaendelea kufanya kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa kama kanisa lazima litii. Lihakikishe hii dhambi ni mbaya. Dhambi inafanya watu wasipokee Yesu wala wasipokee Roho Mtakatifu kwa sababu za siri. Sasa tunasema jamani, join kupokea Roho Mtakatifu. Mtu haelewi, anakuangalia. Mtu anakuangalia. Njoo basi tuombe, mtu anakuangalia. Hebu pima maisha yako. Pima ndani ya moyo wako. Kuna kitu kimekinga usipokee Roho Mtakatifu. Kuna kitu kinakuzuia. Kwa leo ni zamu yako kupokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukana moyoni mwako, kana hiyo dhambi kwa sababu sitaki kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome Isaya 59:1-2. Kitabu cha Isaya. Amen. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka, hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, hata nisiweze kusikia. Yes. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Kabisa. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Hata hataki kuona, hata kugeuka kwa sababu ni adui wa Mungu.
Amina. Dhambi ni giza. Mungu anaangalia. Hakika ninavyowaambia, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Mungu ambaye anakusubiria. Mungu ambaye hawezi kukupa adhabu, anakupa nafasi ya toba. Na ndio leo, haleluya. Nafasi ya toba ni nini? Leo pokea kwa jina la Yesu. Amen. Anakuzungumzia, anakusubiri. Siku ya leo. Acha kule nyuma kama nilosema njia. Watanionaje? Mbona maisha watu watakubebea wewe? Hakuna. Watanisemaje? Kwani ndio nakubebea shughuli zako? Hakuna. Kila mmoja ni yeye peke yake anahitaji kuja kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kuja kwa Yesu. Basi. Mbona mimi kwa mtu mzima na heshima zangu kanisani, hivi nitasema kwamba nimetenda dhambi? Dhambi haina adabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina adabu. Utaikataa leo, kuna siku itakuadhimisha hadharani. Kwa leo, hebu mwachie Yesu maisha yako. Bwana asifiwe sana. Acha dhambi. Tafuta Bwana, naye Bwana atasema nawe. Na leo ni siku ya kuhitimisha. Tupokee. Pokee jazo. Pokee nguvu mpya. Tukitoka Bwana nena. Toka Bwana shangaza. Hata wale waliokuwa na kuona kama huyu ni wa kawaida, pita pale, watakuheshimu. Haleluya. Sema ya mkini kuna jambo limetokea. Hata kama ni jirani, watakuona maji nyota hapa tena Bwana Yesu. Amina. Tana. Bwana atakuachilia uzima na nguvu ya ajabu katika maisha yako. Kwa hiyo dhambi ni mbaya. Kuna mbaya anasema dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Na kupeleka upotevuni, inakufanya upotelee maisha yako yote. Hata yale ya baadaye hakuna tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kingine ambacho kinafanya usiweze kupokea Roho Mtakatifu na uwepo wake ni kutokutii sauti ya Roho Mtakatifu. Kutokutii sauti ya Roho Mtakatifu na misukumo ya Roho Mtakatifu kabisa. Nani nimeshuhudia mimi mwenyewe? Yaani mtu anasema Shetani kwani umeshamaliza ile dhambi ambayo unafanya? Rudi kwanza. Siku inakwenda. Siku inakwenda. Roho anakushukuru, mwanangu nakupenda. Njoo, tubu. Unakuja. Unapita tu. Ni siku yako tu. Hawaingii kanisani. Unaingia mlangoni pale sema ngoja kwanza niangalie kitu. Shetani Mungu baba wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu sauti zinasema nao kabisa. Hata hapa kanisani ziko sauti zinasema nao kwamba leo ndio siku yako. Nenda pokea kitu. Nenda. Kwa hiyo nani nakufanya wewe usipokee kitu kwa Bwana? Utakuwa ni mtu wa kuja kuondoka. Unakuwa mkavu. Baraka zako haziji. Maana uko upande wa shetani. Unakuja kanisa lakini huna upande wa kimungu. Upande wa kimungu kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupokea nguvu. Maana Yesu mwenyewe akasema jamani, mambo yangu yamekamilika. Nahitaji kwenda kwa Baba, mnasemaje? Wanafunzi hapa akasema hapana. Sasa nafanya hivi. Bwana kamsikiliza. Naenda kwa Baba, lakini nitamwagiza Roho Mtakatifu. Haleluya. Atashuka atakaa nanyi hata milele. Sema amina. Amina. Roho Mtakatifu atakaa nasi hata milele. Wewe utakufa yupo, anakuja wengine yupo hata mwisho. Sasa huyu ni mwakilishi wa Yesu. Sasa ina maana usipopokea huyu na Yesu ulishakana na nguvu zake uzikana. Kwa hiyo tunahitaji kupokea nguvu leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen.
mtoto. Maisha ni kwako. Na kwenda kwa baba ni wewe. Hakuna mtu atakubeba. Hakuna mtu atakushuhudia kwamba ngoja kwanza tuone. Hamna, peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna binamu yangu yuko Ikulu, nilikuwa naandikisha ministry yangu. Nikamwambia baba, nisaidie nataka kuandikisha. Sema atakusaidia, hamna shida. Basi nikapeleka makaratasi yangu, zara mambo ya ndani nene, nikaenda mpaka kwake. Alikuwa Ikulu. Sasa kila kitu na mtu jamani, sasa anashughulika kila kitu anashughulika. Sasa kuna siku kombe namwambia Mungu, hivi kuna nini kwa baba? Hebu sema naye. Basi siku nyingine amekuja na mwalimu alikuwaje? Akanambia, sasa mzee bwana mdogo, sikusaidii. Kwa nini? Umeacha dini ya baba yako na mama yako. Unaona hiyo? Amekataa kwa sababu ya dini ya nani? Ya baba yangu na mama yangu. Sasa akamwambia kasa roho. Kwani dini ndio dini ndio inakupeleka mbinguni? Au ile adabu ya baba na mama ndio inayofanya mimi niingie kule au nisiingie? Bwana Yesu asifiwe. Hamna. Kila mtu ataenda peke yake na atatoa hesabu peke yake. Sema amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Kila mtu peke yake. Ndio maana kuna mimi peke yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna nyingine ambayo tunashuhudia. Mume na mke. Mke amefariki. Analia jamani. Sasa tukamweleza yamekwisha. Anasikia. Analia, tumeenda makaburi. Tukamwambia sasa, akasema kama unampenda kweli, ingia basi na wewe tukufungie mwende naye. Kwani niingia? Bwana Yesu asifiwe. Hamna. Machozi katika kila kitu akakaa pembeni. Haiwezekani, kila mtu ana sehemu yake. Na kila mtu ana siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi kwenda mbinguni siendi kwa sababu siendi pamoja na mchungaji. Hamna. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuangalie hizo dhambi. Tumtii Mungu. Tusiwatie wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nyingine kuna sasa teknolojia jamani, kuna TV, kuna video, kuna nini. No. Sasa huko nyumbani tena huko sebuleni, Roho Mtakatifu anakuita jamani, hebu omba. Tunakuhitaji uombe. Omba. Nahitaji kusema na wewe, omba. Ona. Sasa unaangalia ile kuna tamthilia siku fulani. Nafikiri mnaziona. Unaona kwamba ile tamthilia ina maana, ngoja nimalize kwanza ndio nirudi kwa Yesu. Yesu anakuomba, kuna jambo nataka kufanya na wewe. Tamthilia. Hiyo nayo tunatupeleka pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashinda kumwomba Mungu. Tunashinda kutii mamlaka ya Mungu, kumsikiliza na kusikia sauti yake kwa sababu ya dunia. Hebu acha hiyo vitu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji ukombozi kwa Bwana. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Nyingine ambayo inatuletea shida katika kupokea Roho Mtakatifu ni kutomjengea mazingira ya ibada ya Mungu wetu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Matendo 13 mstari wa 2 tusomee. Amen. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, "Mtengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia." Naona kumsikiliza Bwana kwenye ibada. Hapa. Na leo kuna ibada salama safi. Bwana
waingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa ibada. Roho yako inaenda kuwa mazungumzo na watu. Lakini unashika Mungu. Roho yako anataka useme naye. Unashika Mungu. Ndio Bwana akasema, hebu leo tujitenge na uovu. Tutafute Bwana. Tumpokee Mungu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Roho Mtakatifu anasema sana kwa mazingira yako ulionayo, na mazingira ya ibada, na mazingira ya kufunga. Unajua kufunga ni wajibu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usije tu kila siku toa nafasi mwili wako kuweka wakfu kwa Bwana. Bwana anataka kusema nawe, kukuingiza katika Roho Mtakatifu, katika mazingira mazuri, lakini wewe umeshashika kiasi. Kwa sababu wewe kaomba umeshalala. Wewe hakuna kitu. Hebu kuwa na nafasi ya kufunga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuwa na nafasi. Funga kwa ajili ya Bwana. Mungu atakutokezea. Na kufunga kuna majaribu. Amen. Hapa Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo unafunga kabisa. Unaondoka unaenda kwenye shughuli zako tena. Hapa tumekuja pale asile. Bwana tunapokupoke. Tumekosana siku nyingi sasa. Leo kama tukazungumza tuna. Nika pale, mshaangiza chai, bila kutumbua na kila kitu. Yaani chakula vizuri umenona. Halafu unapata sasa mbona? Sasa mbona umechelewa? Umemkosea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna saa ya kufunga kwa ajili ya Bwana. Saa ya kumwomba Mungu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ili pia Roho Mtakatifu anaingia ndani ya maisha yako. Kirahisi kuwa mtu wa sifa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani tumekuwa pamoja hapa. Amen. Roho ndo wakati wake wa kusema. Amen. Katika sifa Bwana anashuka. Anakueleza mwanangu, wewe kuna moja mbili tatu acha. Amen. Tunaabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anashuka. Yes. Kuna jambo hili na hili. Tengeneza maisha yetu, tengeneza kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutengeneze. Kwa Mungu anakutegemea wewe mtu wa sifa na kuabudu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kerubi ni mkubwa kabisa. Yes. Mungu alikuwa akimtukuza Bwana. Mungu ni Yesu. Amen. Na vita iko kwenye kuabudu na kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwizi, vita iko pale. Kama ilivyo wakati ulio. Akasema haiwezekani. Kila siku yenye yetu. Kwa sisi hatuwezi kuwa na mbingu. Hatuwezi kuwa na utawala. Shetani kubwa katika kutendwa. Amen. Amen. Ilifanyikaje? Kwa sifa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Tusichoke kufanya sifa mbele za Bwana. Tusichoke kuabudu mbele za Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo ukiwa katika sifa na kuabudu, Roho Mtakatifu atashuka. Atakwambia habari zako. Mwanangu wewe, acha hiyo. Hiyo sio nzuri, njia ni hii hapa. Acha. Njoo sema mambo haya. Anakuongoza. Anakuelekeza. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu anamjaza. Bwana asifiwe. Amen. Nyingine ambayo Roho Mtakatifu anaweza kushuka kuelekeza uingie katika njia yake, kuwa mtu wa shukrani na si lawama. Haleluya. Shukuru kwa kila jambo ambalo kuja mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Amina. Tushukuru. Mungu atupe shukrani. Hata Yesu Kristo. Na sisi tuwe watu wa shukrani. Kwa nini? Kwenye shukrani ya mkini Bwana anakutokea. Bwana asifiwe sana. Kwenye shukrani Mungu anakutokea. Sema amen. Amen. Kushukuru. Shukuru. Ni mpango wa Mungu kushukuru.
Jina Bwana libarikiwe. Amen. Tushukuru. Tu watu kushukuru kwa kila jambo. Wewe kidogo tu. Leo chakula huna hela kidogo. Huna cha kununua chochote. Ndio unasema makoka. Paka jioni hamna kitu. Maneno. Sasa Mungu ni mwana gani? Inakuaje? Mbona leo unalala? Na yeye anasema ni Mungu wa vyote. Fedha na dhahabu mali yake na sisi tu mali yake. Mbona unashukuru? Amen. Amen. Bwana kataki. Umeenda kinyume na mpango wake. Lazima tushukuru kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mambo ni magumu kuyasema lakini shukuru tu pamoja na amen. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Nini wameachishwa kazi kwa nini? Sasa ni Mungu gani bora? Shukuru. Inawezekana hiyo kazi ungeingia mbaya. Ungeingia free. Ungefungwa. Lakini Bwana amekuepusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuondoa. Lazima ushukuru. Kama Mungu nashukuru. Najua kazi nyingine itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukuruni kwa kila jambo. Ili Roho Bwana ashuke awaelekeze mpango wake. Ndio huu. Kwa leo tunaangalia kupokea kitu kipya kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupokea utakatifu. Kwa wale ambao bado pokea kwa sababu ndio mpango wake. Kanisa la Kristo na mbinguni linaenda kwa sababu lina nguvu ya Mungu. Amen. Lina uwezo wa Bwana kusema neno na kutangulia kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna shortcut. Hamna kwa Mungu. Hakuna. Lazima tufuate nyayo za Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitenda mema. Hakuna mali. Hata mpaka kupigwa kufanya nini? Hakurudisha mapigo. Hakusema Bwana nani? Mimi nini mjua kama ni Mungu? Hakuna. Alinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Alinyenyekea. Na hata mauti nini? Akafa. Mungu. Sisi hatuna nafasi ya kushukuru Mungu. Ni watu wanaona tu. Hapana. Mungu anatukumbusha leo tupokee utakatifu. Tujazwe nguvu. Tuvunje laana. Tuvunje mambo ya kutokushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Hasa nyingine ambayo natufanya tukote kwa Roho Mtakatifu na kujazwa ni ile neno nasema usisubiri kutendewa muujiza ndipo ushukuru au kusifu. Wewe siku zote wewe mtu wa furaha. Fanya hata katikati ya vita, shukuru Bwana. Katikati ya shida, shukuru Bwana. Katikati ya uovu, shukuru Bwana. Haleluya. Amen. Amen. Shukuru. Watu wengine wanapita mabaya pagumu. Lakini pamoja na hayo sema Bwana jina lako libarikiwe. Haleluya. Bwana sema Bwana asante sababu najua kesho yangu iko nzuri kesho. Haleluya. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisubiri kusukumwa na Roho Mtakatifu kufunga. Siburi kumwomba Roho Mtakatifu kuombea ushukuru. Wewe tunao nafsi mwili na roho. Amen. Kaa katika roho. Uwe na uwezekano wa kupokea Yesu leo. Amen. Amen. Pokea nguvu leo. Kaa na roho ya Bwana karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo napenda sana kwa sababu tunahitaji kupokea Bwana. Tunahitaji kufanya kazi ya Mungu. Hamna kazi yoyote ambayo inaweza kufanyika katika huduma ya Kristo pasipo roho ya Bwana. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna. Sasa watu wanajiuliza, ili nikipokea Roho Mtakatifu nafaidika nao nini? Inasaidia nini? Kwa nini? Sababu nini? Watu wanajiuliza, lakini leo nao jibu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
hapa nitaonyesha chache ili ziwe chachu ya kwamba Roho Mtakatifu anafaida katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwanza, faida kubwa kabisa, nasema Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unakuwa na uwezo wa kushinda nini? Dhambi. Sema amen. Amina. Uwezo wa kushinda dhambi kwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kubwa kabisa ndio. Pokea Roho Mtakatifu, shinda dhambi. Shinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema dhambi ni nini? Tunafahamu. Hata unajua dhambi ni nini? Lakini kwa kifupi. Dhambi ni uasi dhidi ya maelekezo ya Mungu. Ni uasi dhidi ya neno la Mungu au sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni uasi. Unakataa mazuri, unakimbilia mabaya. Unakataa sheria ya Bwana, unakimbilia shetani. Ni uasi. Halafu tunakuja kanisani nasema mimi ni Kristo mzuri. Sawa, natoa zaka. Sawa, lakini maisha yako sawa? Hapana. Dhambi inakumenya. Kwa kupokea Roho Mtakatifu unakuwa huru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tusome waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Inasema, amen. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Na uasi huo kitu ambacho maana uasi ni nini? Ni mambo ambayo unakubaliana, ukasema utafanya, tutakuwa pamoja. Kesho wewe unapiga pembeni unasema mimi sijui hilo. Umeasi. Na wazi ya kwako tena sio ya tena ya pamoja. Ndio uasi. Kujitenga na wengine, kujitenga na wengine. Na hapa unajitenga na Mungu, ndio uasi. Dhambi kujitenga na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka Bwana na nguvu zake. Vipi? Lazima uwe na nguvu ya Bwana. Lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kwamba hakika utakuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Na dhambi haishindi kwa akili. Dhambi haishindi kwa maarifa. Tumeona mara nyingi. Hata wizi, mtu ataka anaenda anaiba anasema anaweka alama tofauti na nini. Lakini baadaye wako wataalamu, wewe umesema unaiba kitaalamu. Lakini kuna wataalamu wengine wanafahamu. Wanakuja kuweka tu. Anapiga picha tu ukiangalia sura mkono yako na fulani. Mbona umeshikwa? Lakini utumia akili. Kwa Mungu wewe watutumia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu tunalikuwa na Roho Mtakatifu. Atuongoze tuwe maisha bora. Tuongoze tutegemee yeye. Kwa hiyo huu uasi dhidi ya Mungu leo tunaumaliza kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mungu mpya, anza maisha mapya. Na hakika tutafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu akae kwa wingi ndani ya maisha yako. Hawezi kutawala wewe, sio kutawala yeye. Kuishi sawasawa na neno la Mungu. Amen. Itakusaidia sana katika kiwango cha maisha unaotaka mbele za Bwana. Maisha bora ni kwa Mungu. Amen. Hakuna maisha bora kwa shetani au kwa dunia. Hamna. Ni kwa Mungu tu. Bwana apewe sifa sana. Kwa maisha bora ni kwa Mungu. Kwa kupokea huyo utakuwa na maisha bora. Na wewe utakuwa na maisha ya kutegemea Mungu katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya anasema ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kutegemea Mungu. Ni kuishi naye, ni kutembea naye, ni kusemezana naye. Kwa hiyo ili Roho Mtakatifu akae katika maisha mazuri na wewe, acha dhambi. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nyingine tu ya pili inasema Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu ndiye anayetufanya tuwe na tunda la Roho. Tunda la Roho. Sema tunda la Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunda la Roho ni kitu gani? Kwa nini? Kuna tunda la Roho na tunda la nini? Tunda la mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tunda la Roho na tunda la mwili. Bwana apewe sifa. Amen. Galatia 5:22 nasema lakini tunda la Roho ni nini? Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na uaminifu. Haleluya. Amen. Bado nasema linaendelea tena. Sura 23 nasema tunda la Roho ni mpole, kiasi. Nasema juu ya mambo hayo hakuna nini? Sheria. Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika tunda la nini? La Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haya yote yakiwa ndani yetu tutaishi raha. Amina. Tutaishi raha. Bwana apewe sifa. Jamani, kila mtu atakapewe na upende. Kuna shida gani? Nina wale wengine. Kuwa na furaha. Ondoa huzuni, ni tunda la shetani. Furaha. Leo jana mfanye furahi. Haleluya. Furahi. Ndio machungu lakini furahi. Unapofurahi unatenda kazi ya Bwana ili iwe rahisi kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mimi mwenyewe mambo yote magumu, hakuna kitu, hakuna pesa, kila kitu kimekwama. Bwana sasa hapo mjaribu na Mungu wetu ndiye anayetupa riziki kila siku. Hakuna sasa na inakwama na inagoma. Nilibadilisha tu switch kaingia kwenye upendo na furaha. Anza kumsifu Baba. Asante wewe unaleta vyote. Hii ndio tena. Yeye Mungu wetu wewe. Bwana wa Mungu. Nasifu. Haleluya. Amen. Lakini nimekwama. Nasifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nasifu. Mpaka shule. Nashangaa kwenye mtandao zinaingia pesa licha ile kwa nahitaji zinaingia mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Piga Bwana makofi kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kuna furaha. Na kuna matatizo furaha pamoja. Amen. Kila mmoja kuna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna furaha. Tunda la Roho. Acha kwa manunguniko. Halafu uwe mtu mvumilivu. Hata Kiswahili kinasema mvumilivu anakula mbili. Sio tu kidogo vumilia. Bwana anaweza jibu baadaye. Uwe na utu wema. Utu. Ndio tunasema hiyo. Kiswahili kizuri. Utu kikawaida sio kiroho. Ni ile maisha yako. Ni ile mwili wako. Ni kule mafikira zako. Ndio utu. Amen. Haleluya. Amen. Hata sisi mwanadamu amepoteza utu. Yaani amepoteza ile halisia ya kimungu. Ana mambo ya kwake tu. Anawaza kwake. Anaomba ya kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utu wa Bwana ukishuka, utawajali wengine. Amen. Utawajali wengine. Utawasaidie wengine. Ndio maisha ambayo Roho Mtakatifu anataka.
apewe sifa. Haleluya. Hakuwa mwaminifu. Hakuwa mtu mfadhili. Hata kama una chochote mtu amekupa fadhili tu hivyo ilikuwa cha mwisho. Bwana kwenye Biblia tumeona watu waliotoa cha mwisho lakini Mungu aliwapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtu anasema sina kitu, nataka tu tumalize hapa tu tufe na mtoto wako. Lete. Bwana Yesu asifiwe. Watu watengenezea masio Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanabadilika au kubadilika? Bwana Yesu asifiwe. Ulikaa mtu wakatiaza kila kitu. Waka usaka fanikiwa. Lakini yeye tumeshauri lete kwanza mimi. Bwana asifiwe sana. Mtu afadhili, tufadhiliane sisi kwa sisi. Tupendane. Upendo. Haleluya. Unajua wingi wa nini? Fadhili ni wingi wa neema. Amina. Mtu wa watu wa kufadhiliana sisi kwa sisi. Tujaliane wapendwa. Sisi kama sisi tunasema ni kanisa moja, watu wa moja, tunaenda mbinguni kwa pamoja. Kwa hiyo wote nasema kwa watu wote wanaosikiliza pia kwamba tuwe pamoja. Katika umoja Bwana anaamuru nini? Anaamuru baraka. Haleluya. Kwa umoja anaamuru baraka tena. Kwa hiyo umoja wetu katika makanisa yetu, tupendane, tufadhiliane, tujaliane, tuwe pamoja, tuwe wapole, tuwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe ukamilifu kwa wokovu wetu katika Yesu Kristo. Amen. Popote mjini kosekana haya mambo. Ni vurugu katika makanisa yetu. Ni vurugu kwa ajili ya watu wetu na washirika wetu. Moja kwa zaidi ya neno ni zaidi kabisa. Na ni kweli. Yapo makanisa ambao washirika wake wana uwezo mkubwa, wana kazi kubwa, wana mshahara mkubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vikikosekana hivi bure, kanisa liwezi kusoma. Hakuna kitu kitafanyika. Maana huyu ambaye ana mshahara kubwa, anajiona ndio mwenyewe, anaona kanisa la kwake, anasema mimi ndio hapa, ana watu wengine. Aina mali, jamani, maisha tufanye nini? Kumbe huyu aligawa wengine akafadhili. Mungu anamzidishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anampa neema. Na kanisa kwa umoja lingeweza kuwa na furaha kwa sababu hakuna mtu angekaa bila kitu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Roho Mtakatifu lazima aingie ndani yako kwa mpango ya kuachilia hizi roho ziko kinyume na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uachilie. Kwa Mungu anasema hakuna sheria. Ni vinono vizuri, lakini faida kubwa kupokea Roho Mtakatifu, utakuwa na maisha bora. Utakuwa na maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa na maisha mazuri. Kwa narudia tena. Hakuna namna ya tunaweza kushinda dhambi kwenye maisha yetu kama ndani yetu hatuitafuti nafsi ya tatu ya Mungu. Hakuna. Na nafsi ya tatu ya Mungu ni nini? Ni Roho wake. Roho Mtakatifu. Tumtafutie Roho Mtakatifu. Amen. Atushindia dhambi, atuondolee uovu, tuwe na maisha safi. Kwa nategemea tutapokea kitu kipya, maisha mapya, mambo mapya, ili tuende katika mpango wake. Lazima tubadilike kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Tusomee Wagalatia 5:16. Basi nasema nendeni kwa Roho, mtatimiza kamwe tamaa. Haleluya. Kama yani ni fursa, yani ni zuio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Enendeni kwa nini?
kwa roho. Wala hawatatumiza kamwe. Full stop. Tamaa za nini? Na tamaa ni tunda la mwili. Ni mauti. Ni kuzimu. Ni kupotea. Ni kuishi. Kwa hiyo tukataa tamaa za mwili kwa jina la Yesu. Amen. Tupokee Roho Mtakatifu. Ndio jibu la maisha mazuri katika Yesu Kristo Bwana aliyetuita. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Pia inawezekana kama nilivyosema, kuna dhambi za siri haujaziacha. Unajitahidi kutubu, lakini unashangaa baada ya muda mfupi zikarudi pale pale. Tufanye nini? Wengine Mungu anatuonyesha. Wengine sio Yesu. Naona kanisa letu halafu kuna dhambi mbaya inatendeka. Lakini wale watu huwaoni. Wanaona kanisa ni sawa na wanatoa, lakini kanisa kavu. Kanisa lisongi. Kanisa haliongezeki. Kuna dhambi za siri. Natangaza leo usiache kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama acha. Na jibu la dhambi hizo ni kutubu tu. Bwana Yesu asifiwe. Tubu. Na sisi tunamwambia mshirika, naona ukizini. Naona kama kufanya. Ananiambiaje? Kwa mchungaji unajuaje? Ulipiga picha. Ulipiga picha ukaniona. Au ulikuwa manielewa? Ni kisasa. Sema inawezekana tumishi uliona tu watu wameunganisha picha na nini na nini kuonekana kwamba na yule msana. Inawezekana. Kwa akili ya mwanadamu sufuri. Acha dhambi. Tunaona. Acha uovu. Tunaona. Pokea Bwana Yesu awe jibu la maisha yako kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa popote pale hata unaposikia wengine acheni dhambi kama kwenye makanisa yetu, tunahitaji Bwana atende jambo jipya. Tuishi katika utaua. Tumtangulize Mungu mbele, naye Bwana atafanya maajabu na miujiza kwenye maisha yetu. Amen. Amen. Kwa ndani ya toba Mungu anakutia upya. Anasema mwanangu, ile dhambi sasa nafuta. Maana kwa akili zako huwezi. Anakufutia dhambi zako. Alafu anakujaza nguvu mpya. Alafu anakupa uwezo mpya. Alafu anakupa ushindi. Haleluya. Anakupa ushindi mpya kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Alafu unatembea kifua mbele. Kwa Bwana ameniokoa, ameniondoa na ile dhambi mbaya. Acha. Ukija namna hii kanisa linasifu Mungu. Linakuwa. Umeacha ile dhambi mbaya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa neno linakuja mbele yako, ufanyeje ili ujaze nguvu? Ufanyeje ili ujaze nguvu? Ya kwanza nataka uwe na kiu. Kiu. Hata ukiingia kitakatifu. Uwe na kiu kupokea Roho Mtakatifu. Kiu. Jamani, kiu tunaifahamu. Labda nyinyi hamjapitia kiu. Ukiwa na kiu, mpendwa, utatafuta maji popote. Utatembea maji kutafuta maji. Yaani kidogo tu. Kiu. Inaua. Sasa kuwa na nini? Kiu. Amen. Katika Kristo. Kiu. Kila wakati. Jamani, hata maji ukikosekana mwili katika mwili wako ukiwa hauna maji. Yaani ndio kifo hicho. Mwili wetu ni maji. Bwana Yesu asifiwe. Hata unakosa maji. Kuishi. Kufa. Utahangaika huko. Watu zamani walitembea kwa mguu maji, tafuta maji. Kiu. Kuwa na kiu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiu ya kupata Mungu. Kiu ya kujazwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
kusonga mbele, wa kuona wengine sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna kiu. Amen. Na kuna kiu anasema hakika utapata hiyo roho. Amen. Amen. Utapata nguvu mpya katika kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Bwana anasema atakuondolea sura ya zamani. Anakupa sura mpya inayofanana na yeye. Amen. Amen. Haleluya. Utapata kitu kipya. Na kwambia utapata mahali watu wanakushangaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna binti nilimwombea hapa kanisani. Binti tu kwa kama nguvu ya Mungu kama inalala. Anasema kila anapokwenda, kila anapopita, watu wanakaa wanamwangalia. Wanakaa, angekwepa mangetoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu mpya, ameondoka na nguvu mpya. Anashangaa, mbona watu wananiangalia? Sema mwanangu, basi unapata kitu kipya. Kile ndio kinanania. Amen. Nangana. Nguvu kupata kitu, kupata utakatifu utapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Fresh, kwa safi. Mtu mpya ambao unapendeza mbele za Bwana, mbele za wanadamu. Halafu kupata Roho Mtakatifu, anasema nyota yake utasafishwa kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Naona wachawi wanatumia nyota kuchanganya wewe, unakutoa, unapeleka mahali, wanachukua, wanakuwa na baraka zao. Wewe unakaa shida. Lakini kupata Roho Mtakatifu, nyota yake itasafishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unang'aa. Ukipita mahali hakuna namna. Watu wanakuona bora. Amen. Amen. Kama nyota ya Yesu Kristo ing'aa, mama juzi kutoka mashariki, bali kila mtu anataka wakaona nyota. Una wewe nyota yako ing'aa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota yako ing'aa leo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana ujaze nguvu mpya, usukumwe kutumikia Mungu kwa jina la Yesu. Tusimame. Ninaomba tuimbe pamoja nataka kutamani kufanana na Yesu. Tutamani kujaza nguvu. Na tunapoimba wimbo wale ambao wanataka leo basi tuwe na shida namna yoyote. Jombe. Chanzo. Ungane kama Yesu. Bwana kutalema kwa jina la Yesu. Usijidanganye moyo wako maana watajua hakuna. Kila mtu ana nafsi yake mwenyewe na maisha yake mwenyewe. Njoo. Anapoimba hivyo, njoo pokea kitu. Haleluya. Yes, pokea. Njoo. Kama kubadilisha fanani na ung'are. Fanikiwa maisha yako, songe mbele, muone Mungu mpya, njoo mbele.
kutengeneza upya. Yesu kwa jina la Yesu. Atengeneze maisha yako. Yawe bora. Tunaomba mama yetu waje kwa ajili ya kuombea watu wote ambao Bwana wengine wagonjwa, wengine wana shida, wengine mambo mbalimbali. Aende kuomba kwa ajili yao kwa jina la Yesu. Karibu. Omba kwa ajili ya watu wengine hawako pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Yes. Ninakuja mbele zako kama mtumwa na mjoli wako. Nimesimama Bwana Yesu kuliwakilisha neno lako kwa wale wasiojiweza. Ninalituma neno lako juu ya baba yule na juu ya mama yule. Nikikuinua wewe ndani ya uzima, ndani ya mama yule. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asiyejiweza na pokea uponyaji kuanzia sasa. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye utosi wa kichwa hadi unyayo wa miguu. Napeleka damu ya Yesu kwenye mishipa, kwenye damu. Napeleka damu ya Yesu ipite kila eneo, kwenye figo ipite Bwana. Wengine hawawezi kula kutumia vinywa vyao, wanatumia chakula kwa njia ya mrija. Napeleka neema yako ipuse mama yule Bwana. Amekuja mahali hapa akiwa na shukrani ya shukrani. Si kwamba kinywa chake ndio kinatumia chakula anachokula, bali anatumia chakula kwa njia ya mrija. Bwana, ninaituma neno lako Baba, mfanyie wepesi.
maombi ya shukrani leo, tukimalizia maombi ya wamama